Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia afya na uzima kwa kuifikia siku ya leo. Inshallah, leo nataka tuzungumzie jambo moja ambalo ni nzuri na ninajua baadhi ya vijana watakuwa makini kwa kusikiliza jambo kama hili, na kuomba usikilize kwa makini, huenda ukapata faida ndogo ama nyingi inshallah. Sawa? Kwanza ningekwambia ndugu yangu Muislamu, ulimwengu wa sasa umechafuka sana. Ukisoma vitabu vya tarehe vya hadithi, tarehe na mambo mengine kadha wa kadha, utakuta kwamba zama zilizopita na zama hizi, wallahi tuko kwenye zama mbaya kabisa, ambazo watu hawana woga na Allah subhanahu wa ta'ala. Imani imekuwa chafu, yani dini yake Allah subhanahu wa ta'ala imeharibika, watu hawamwogopi Allah, yani mambo kadha wa kadha ambayo ni machafu kabisa yanaendelea. Sawa? Kwa hivyo mambo kama haya ukiangalia kwa undani, ukikaa uchunguze, yani nini chanzo kia haya mambo. Nimekaa nikachunguza kwamba haya mambo hayaletwi na mtu mwingine isipokuwa ni mimi. Sawa? Mimi ambaye ni kijana. Haya mambo ambayo uchafu unaoendelea ulimwenguni, hakuna mtu mwingine yote ambaye anausababisha isipokuwa mimi. Kwa nini nasema ni mimi? Kwa sababu nikiangalia mdogo wangu hajakuwa bado. Sawa? Kila kitu ambacho ninakifanya yuaniiga mimi. Sawa? Nikienda msikitini, nikienda kuswali, jinsi ninavyofanya basi atafanya kama mimi. Nikisujudu atasujudu, nikirukuu atarukuu, nikifanya chochote ninachokifanya mdogo wangu pia yuakifanya. Sawa? Kwa hivyo nilipomwangalia nikajua kwamba huyu mdogo wangu hana kosa lolote. Nimemchunguza babu yangu. Sawa? Babu yangu kila mara nikienda alipo yuanipea story. Sawa? Story zake atanieleza jinsi alivyopitisha ujana wake. Ataniambia, mimi nilikuwa hivi, nilipokuwa kijana kama wewe nilikuwa na bidii, nilipokuwa kijana kama wewe nilikuwa nimemiliki hili na hili. Yaniambia mambo mazuri na ya kupendeza. Lakini nikijiangalia mimi, matendo yangu hayaendani na yale ambayo yako ndani ya vitabu, hayaendani na imani, hayaendani na matendo ya wacha Mungu, hayaendani kabisa. Kwa hivyo najilaumu mimi, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo siku ya leo niliandaa kitu ambacho ni kati mwa vitu ambavyo vimetubeba sisi vijana. Mimi ni kijana. Kwa nini nimesema hawa watu watatu? Nimesema mdogo yangu ni mtoto. Nimesema mimi ni kijana. Sawa? Nimemsema babu yangu amezeeka. Sawa? Baba yangu sijamsema maana yeye pia ni kijana, hajazeeka. Ila babu yangu ndiye amezeeka maana hana nguvu. Kwa hivyo kijana ndiye sababu ya kila kitu hapa duniani. Na kijana sio mimi au sio wewe. Mimi ni kijana, pia wewe ni kijana. Kwa hivyo mimi na wewe ndio sababu kubwa ya haya yanayotokea ulimwenguni. Na kijana ndiye sababu kubwa ya machafuko yote yanayoendelea ndani ya dini. Kaburini hutaulizwa utoto wako. Kaburini hutaulizwa uzee wako, isipokuwa kaburini utaulizwa ujana wako. Sijui wanielewa vizuri. Kwa hivyo ujana wako kama utaupitisha vibaya, kama utafanya mambo ambayo hayaeleweki, kama utapenda raha za dunia,
Wallahi ndugu yangu Muislamu, nakwambia kaburini utajuta na adhabu za kaburini. Waarabu wanasema annasu nayamu wa idha mantu intabahu, watu wamelala. Sawa, watu wamelala hapa duniani hawajielewi, yani pindi wakiamka, idha mantu intabahu, pindi wakifa ndipo watakapozinduka. Mimi nawe tuko hapa duniani tumezubaa na raha za hapa duniani. Sawa, raha za hapa duniani nini? Ni wanawake, ni pesa, kazi na kadha wa kadha ambacho unakijua kama raha. Vile ni vitu ambavyo vimetudhubaisha mpaka tunaona kama kumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni ujinga. Tunaona kama kusogelea msikiti ni ujinga. Tunaona kama mambo ya dini, mambo ya kheri hayana maana kabisa. Vile ambavyo havina maana ndivyo tunafanya kipawa mbele. Uelewa? Kwa hivyo siku ya leo inshallah nitazungumzia jambo ambalo limetubeba sana vijana, na hilo jambo linatupeleka kwenye maangamizi. Inshallah ni mambo mawili. Sawa, kuna pesa, jambo la kwanza, kuna mapenzi, jambo la pili. Ile siku ya leo inshallah tutazungumzia jambo moja. Tutaanza na mapenzi inshallah. Siku ijayo tukipata afya na uzima tutazungumzia pesa. Mapenzi ni kitu ambacho kimeubeba ulimwengu. Watu wengi, vijana wengi wameingia kwenye swafa ama kwenye mstari ya watu wanaopendana. Sawa? Vijana wengi wasichana kwa wavulana wamemsahau Allah subhanahu wa ta'ala, wameunda dini nyingine. Sawa? Kuna dini fulani ambayo nimeichunguza yaitwa mapenzi. Love. Mapenzi. Kuna dini fulani imeundwa hapa duniani yaitwa mapenzi, ambayo utaona watu wake, waaminifu wake, waumini wake, wachamungu wake, mashehe wake wako. Manake nikitembea mtandaoni dakika 10 utaangalia mashairi za mapenzi, misemo ya mapenzi, vitu vingi sana ambavyo ukifuatilia sana baadhi ya watu wanakufuru kwa sababu ya kuwasifu wengine. Mfano, astaghfirullah. Nitakutolea mfano. Jamaa mmoja akamwambia binti yake, alikuwa rafiki yangu, akamwambia, fulani, wallahi wewe kwangu ni kama jua. Sawa? Pindi unapochomoza, sawa, nyota zote hupotea. Ana maana gani? Anasema kwamba yule binti, yani ndani ya maisha yake yeye amekuwa kama mwangaza wa maisha yake, yani yeye ndiye anamulika maisha yake. Huko atakapomulika ndiko atakapoendea. Uelewa? Yani chochote atakachomwambia ndicho atakachofuata. La pili akasema, pindi ukichomoza, sawa, nyota zote hupotea. Yani wanawake wote ni nyota. Pindi yule akifika tu, wale wengine wote hawaoni kama kitu. Yule ambaye amempenda ndiye anaona kama sababu. Lakini ukitembea naye, subhanallah, humalizi dakika 10 kama hajaongea na wanawake kama 10 ama. Kwa hivyo ni jambo ambalo linasikitisha sana. Kwa hivyo siku ya leo inshallah nataka tuzungumuze angalau kwa uchache, pengine ukapata faida na mimi nikapata faida ndogo inshallah. Sawa? Kwanza, jambo la mapenzi, sawa, ni jambo ambalo si haramu. Mapenzi si haramu kwangu na kwako, ama mapenzi si haramu kwa Muislamu. Maana Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka ndani mwetu. Sawa? Mapenzi ni fitna kwetu. Sawa? Allah subhanahu wa ta'ala
amesema ndani ya Qur'an, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, anasema kuwa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuwa na katika ishara zake ni kwamba amekuumbeni kutoka nafsi zenu wake ili mpate utulivu kwao, na amefanya baina yenu mapenzi na rehma. Huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala, amesema kwamba ametuumbia wanawake sawa kutoka nafsi zetu na akajalia baina yetu sawa mapenzi na rehma, litaskunu ilaiha, ili tupate utulivu kwao wanawake. Kwa hivyo mapenzi ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amejalia baina yetu, ni kitu ambacho umezaliwa tayari uko nacho sawa. Kwa hivyo tutaangalia jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala amekizungumzia ndani ya Qur'an, maana katika sheria zote za Allah hawezi akaweka kitu isipokuwa atakiwekea sheria zake, jinsi ya kukiendea, jinsi ya kukitekeleza sawa. Kwa hivyo siku ya leo inshallah tutaangalia jinsi gani Allah subhanahu wa ta'ala amejalia ama amezungumzia kuhusu mapenzi. Kwanza, aya ya kwanza tumeangalia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amehalalisha mapenzi na ameyajalia baina yetu, lakini mbali na kuyajalia baina yetu amesema kwamba wala taqrabu zina. Baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, Allah subhanahu wa ta'ala amesema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, wala msikaribie zina, hakika hiyo ni uchafu na ni njia mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'an, baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejalia mapenzi baina yangu mimi na wewe sawa, na akatumbia wanawake, ametukatazeni sawa, ametukatazeni kuzini sawa. Hebu tuangalie huko kuzini, hajasema msizini sawa ama hajasema msifanye zina, lakini amesema wala takrabu zina, musikaribie. Kuna kufanya kitu na kukikaribia. Hebu nielewe vizuri sawa. Pengine kuna mtoto umeasha moto sawa, alafu ukamwambia kuna mmoja ambao utaambia usiguse huo moto sawa, usiguse huo moto, ule ni mmoja umemkataza. Wa pili unamwambia we, nimeasha hapo moto lakini usikaribie. Walewa, usikaribie, kuona kukaribia na kugusa. Yule ambaye umeambia usiguse anaweza baki hapo karibu, lakini sawa, anaweza baki hapo karibu na huo moto, lakini yule mwingine ambaye umeambia usikaribie, yani hata kuuchungulia hivi asichungulie, hicho kijoto cha huo moto kisimpate. Ndo hapo Allah subhanahu wa ta'ala aliposema wala taqrabu zina. Kukaribia zina, ndugu zangu Waislamu, baadhi ya vijana wameelewa vibaya. Zina ni kitu mbaya sana ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amesema kwamba hakika hiyo ni njia mbaya. Kukaribia zina ina maana kuwa ni kufunga milango yote inayopeleka huko kwenye zina. Milango yote ambayo, yani ukifanya hiki lazima utaenda kwenye zina, ukifanya hiki lazima utaenda kwenye zina, ukifanya hiki lazima utaenda kwenye zina. Hasa hiyo milango yote ndio inaomba uyafunge kabisa ili usikaribie kwenye hiyo zina. Hebu tuangalie hiyo milango ni milango ipi na ipi. Kwanza Allah subhanahu wa ta'ala kasema ndani ya Qur'an, qul lilmu'minina sawa yakhudhu min absarihim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kwamba waambie waumini wainamishe macho yao. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
waambie waumini wainamishe macho yao. Sawa? Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo kwanza mimi na wewe inabidi tujilinde nalo ni kuangalia, si kwa mwanaume, si kwa mwanamke, si kwa msichana, si kwa mvulana. Inabidi tuyalinde macho yetu. Sawa? Kuyalinda ni kivipi? Kwa vijana mtanisamehe, manake mimi pia ni kijana. Vijana wanaweza kuwa wamekaa, akapita binti mmoja. Atakapopita, subhanallah. Kama mlikuwa mnaongea, sawa? Kama mlikuwa mnaongea, mtaona kuna mwingine kabisa ambaye ametoka kwenye huo ulimwengu. Sijui anafikiria tayari amezaa. Yaani atakapoangalia binti fulani, atamwangalia sijui, yaani yuondoka, yaani moyo wake huondoka, kila kitu kiondoka hapo yani. Sijui mwanielewa. Yaani kuangalia kwa shahawati, yaani uangalia kwa matamanio. Ndio hivyo, ili usiangalie kwa hayo matamanio, maana utakapoangalia mtu amepita, sawa, ukamwangalia kwa matamanio, ukatamani mwili wake, ukatamani chochote kutoka kwake, utakuwa umeingia katika hii aya ya kusema wala taqrabu zina. Kuzini usizani tu ipo kitandani. Sawa? Usizani kuzini ni kitandani tu. Kuzini ni chochote ambacho kimekatazwa, kama hiki ambacho nimewaambia aya ya kwanza ambapo Allah subhanahu wa ta'ala amesema kulil mu'minina yakhudhu min absarihim, waambie waumini wainamishe macho yao. Kwa hivyo macho yako inabidi uyalinde kutokamana na kutazama vibaya, ama kutokamana na kuangalia kwa shahawati, yani kuangalia kwa matamanio. Inabidi ujilinde na hilo jambo. La pili ni kuzungumza upweke. Sawa? Kuzungumza upweke ni kama vile kutongoza. Sawa? Mbali na kuangalia, wewe ukataka tayari uende kutongoza. Sawa? Ama umekuwa ukijitembeza, najitembeza, ukamwona mtoto mzuri. Sawa? Ukatamani kuongea naye. Yaani utakapomuona tayari uangalie, huo ni kumpitisha leo, sijui nitamuona tena wapi. Ngoja niongee naye angalau mawili matatu. Utakaposongea pembeni yake ama utakapomsongelea ukaanza kumwongelesha, vyovyote utakavyomwongelesha, lakini kuongea kwako waongea kwa kumtongoza. Sawa? Wamtongoza yeye, yaani umemtamani. Maanake huwezi ukaniambia eti umeona mtu mara ya kwanza tayari ukampenda. Huo ni urongo. Sawa? Kuona mtu mara ya kwanza huwa wamtamani ama umevutiwa naye. Sawa? Utakapomtongoza, mkijuana naye, mtakapojuana tabia, hapo ndipo utakapompenda. Maana umependa hizo tabia zake. Lakini hiyo mara ya kwanza utakapomuona ukamtongoza, hapo utakuwa umemtamani. Kwa hivyo jambo la kumzungumza kwa upweke, yaani huko kutongoza, haifai kabisa. Utakapotongoza bila kisheria utakuwa umeingia kwenye la taqrabu zina. Utakapotongoza akikubalia, basi huko ndiko mnaelekea kwenye zina. Na Allah subhanahu wa ta'ala amekataza jambo la mwanaume wa Kiislamu kutongoza pasina ruhusa ama pasina sheria za Kiislamu. Hilo ni la pili, sijui umenielewa. La kwanza nimesema kwamba usiangalie kwa matamanio. La kwanza hilo. La pili, usitongoze mwanaume wa Kiislamu ambaye hujakuwa na hiyo uwezo wa usitongoze. Sawa? Usitongoze. Sawa? Na pasina sheria za Kiislamu. La tatu, kutumiana picha. Sawa? Kudeka, kukaa kwa siri. Sawa? Kwa mfano unaweza pata mtu wamezoeana kweli. Mfano mtu umekomaa naye. Sawa? Maana mapenzi katika watu wa sayansi wanasema mapenzi huja polepole. Hata kama ni mtu ulikuwa humpendi, lakini
jinsi utakavyokaa naye leo, kesho kutwa, mmezoeana, mnachekeana, mnafanyiana mazuri, polepole mapenzi yatakuja yanajiunda ndani mwenu na mkajikuta mmeanza kuwa wapenzi ama mmependana. Kwa hivyo wewe kaka wa Kiislamu na dada wa Uislamu, haufai kukaa na mtu ambaye si kaka yako kifamilia. Hufai kukaa, hufai kufanya mambo yoyote, kukaa sawa, kudeka, kukaa kwa siri ama kufanya kitu chochote kiasiri hivyo kwa mtu ambaye si ndugu yako, mtu ambaye ni ajnabiye, ni ambaye anapaswa kukuoa. Hufai kukaa na yeye kwa siri ama hufai kuongea na yeye kwa siri. Utakapofanya hivyo utakuwa umeingia kwenye hii aya ya wala taqrabu zina. Sawa? Wanakuwa wanasingizia eti tuko marafiki tu. Sawa? Si ni marafiki tu, hatuna jambo lolote. Huo urafiki hakuna ndani ya Uislamu. Sawa? Hakuna urafiki eti kwa mfano umechati na mtu Facebook, sawa? Ukamwambia unataka nini? Eti nataka tuwe marafiki tu. Hakuna urafiki wa kijana na msichana ndani ya Uislamu. Hakuna urafiki huo. Tuelewana vizuri? Hakuna urafiki wa kijana na msichana ndani ya Uislamu. Urafiki hakuna, isipokuwa kuwa na rafiki mvulana kama wewe na wewe kuwa na mrafiki msichana kama wewe. Hayo ni mambo ambayo mmenielewa, na atakayefanya hivyo basi hiyo ni mtego ambao shetani huwa anatumia. Mwanza polepole mpaka mkafikia kwenye zina. Mtakapozini alafu ndo mnasema shetani amenipitia, nimezini. Umezini vipi? Hakuna mtu atakayezini isipokuwa alitaka mwenyewe. Usiseme eti shetani, kwani umebakwa? Subhanallah. Haujabakwa ili useme eti, utanisamea ndugu zangu Waislamu. Haujabakwa ili useme eti shetani amekupitia. Mfano umetongoza mwenyewe, sawa? Umekubaliwa. Na hata ukubaliwe hiyo siku, huwezi ukazini hiyo siku. Lazima mtaanza mazoea, mpeane hela, mzoeane, mtoane auti, vitu kama hivyo. Mpaka mmalize kama mwezi ama miezi, ndo mfikie kwenye kiwango cha zina. Haya, mmefikia hapo kwenye zina. Umezini mpaka, alafu kasema eti shetani amekupitia. Amekupitia vipi? Huko kutongoza, hukuelewa kama kuna aya inayokataza zina. Huko kumsalimia, hukujua kama kuna aya inayokataza zina. Ulianzaje? Ni mambo ambayo inabidi ujiepushe nayo kabla haijakuwa. Sawa? Utakiona ni kidogo kuzungumza tu na yeye si bure. Si vizuri bana. Elewa? Eti ngoja nianze urafiki. Ngoja nifanye hivi. Ngoja nimsalimie. Salamu ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hivyo ndivyo vinavyopeleka kwenye zina. Elewa? Muislamu wa kiume ama wa kike kusalimiana, mwanaume kumsalimia mwanamke si lazima, sawa? Na akikusalimia basi kuitikia ni lazima. Kwa mfano mimi, sawa, nimetembea njiani nikamkuta binti wa Kiislamu, sawa? Si lazima nimsalimie, sawa? Si lazima nimsalimie. Nikimsalimia ni sunna, napata sawabu. Yeye kuitikia kwake ni faradhi, na yeye pia yapata sawabu. Lakini sauti atakayoitoa aitoe kwa chini, maana baadhi ya wanavyuoni pia wanasema hata sauti ya mwanamke kutoka ni kama uchi. Sauti pia ya mwanamke haifai kutoka kuongea haifai. Hao ni mambo ambayo nimeongea. Haya. Baada ya hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kwamba al-ainu tazni waliyadu tazni wa rajulu tazni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema jicho linazini, sawa? Mkono unazini, mguu pia unazini. Kivipi? Jicho lazini huko kwa kuangalia. Ndio hayo mambo ambayo nimewaambia hapo juu. Kwa kuangalia kwa matamanio.
mkono pia wazini. Utakapoona binti wa watu hajakuomba hata 100, tayari ukampea 100. Eti chukua hii itakusaidia na bundles, ama na kwa Kifaransa wanaita mega. Itakusaidia na amekuomba. Wajipendekeza tu, huko ndo kujianza. Haifai bana. Soda kapelekea mayatima. Kwani amekuomba soda? Ama yeye ni yatima? Pelekea mayatima. Achana na mambo ya kujipendekeza. Utampea leo, utampea kesho, ndo hivyo urafiki umeanza. Ukimwomba kitu ataona haya kukunyima, haya muingia kwenye zina. Haya, naona maangamizo yake sasa. Haya, Mtume amekataza mambo kama hayo. Mguu pia wazini. Vivyo tunavyotembea, vivyo utakapoenda, vitu vinafanya zina. Zina haina tu kuanzia kitandani, sawa? Inaanza kwenye chat. Kwenye chat, yani kuongea tu. Hebu tubadilishane manamba. Nilikuwa ndani ya nani ya astaghfirullah, kikundi fulani hivi. Kilikuwa kikundi kimechanganyika wanaume na wanawake. Kiongozi akatoa idea kuwa eti sisi hapa inabidi tubadilishane namba. Kila mtu ampe namba mwenzake ili ikitokea pengine shida tutaweza kusaidiana. Subhanallah. Watu wakajadiliana, lakini baadhi kulikuwa na wasomi wakakataa. Sawa, lakini walikuwa na mkorogo, maana kulikuwa watu ambao hawajasoma na watu ambao wamesoma. Lakini wale waliokuwa wasomi walikataa. Kwa nini? Kwa sababu vijana usione hivi. Mtabadilisha namba, msichana na mvulana mtabadilisha namba, mtakuwa mnaongea nini? Mnaongea nini? Salamu si lazima. Mtasingizia salamu si lazima. Si lazima msalimiane. Kama nataka kusalimia, salimia dadangu, usimsalimie mimi. Utamsalimia dadake atamjulia hali. Tuelewana? Kwa hivyo vitu kama hivyo msijaribu kufanya. Eti tubadilishane namba ili angalau ikitokea shida. Msifanye hivyo. Hayo mtakuwa mnaingia kwenye matatizo. Mtakapobadilishana namba, kutakuwa watu ambao wanaenda kinyume na sheria. Kwa hiyo si mambo ya kufanya ndani ya Uislamu. Haya. Kwa hivyo ndugu zangu, yale ni mambo ya kujiepusha nayo ya wala taqrabu zina. Kwa mfupi, ukimpenda mtu, sawa? Fanya kitu ambacho ni rahisi, ambacho ni sunna ndani ya Uislamu, yani kuposa. Uelewa? Ya kwanza, nia ambayo ni sahihi kabisa. Nia yako, sawa? Yani ukimpenda mtu, wataka kufanya kisunna. Sawa? Mapenzi si yameruhusiwa, si tumeeleza kwamba mapenzi yameruhusiwa. Sasa wewe wataka kumpenda mtu kisunna, jinsi alivyo ruhusu Allah subhanahu wa ta'ala, utafanyaje? Haya, nisikilize. Jambo la kwanza ambalo inabidi ufanye, inabidi kwanza uwe na nia ambayo iko sahihi. Sawa? Nia yako kwanza iwe kwa ajili ya wataka kumkinga na dhambi. Sawa? Maana yake ni mwanadamu. Sawa? Uwe ni kijana wataka kuoa. Nia yako, umemuona binti. Ya kwanza, nia yako iwe wataka kumkinga na dhambi. Ya pili, wataka kujenga familia ya Kiislamu. Uelewa? Ya kwanza, wataka kumkinga na dhambi. Ya pili, wataka kujenga familia ya Kiislamu. La pili, muombe Allah akuchagulie kheri. Sawa? Allahumma inni astakhiruka biilmika. Muombe Allah akuchagulie mwanamke ambaye ni wa kheri, ambaye atakufaa fi dunia wal akhirah. Utakapompata, sijui manielewa, nimesema kwamba hii ni kitu ya kuposa. Sawa? Umemtafuta binti. Sawa? Uwe kwanza na nia ya kumuoa. Sawa? Wataka kumkinga na dhambi na kujenga familia ya Kiislamu. La pili, umuombe Allah istighfar. Sawa? La tatu, kwanza uwe na kusudi la ndoa. Ndo hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema,
Undhur ilaiha, muangalie. Sawa, lakini uwepo wa mahram na kwa mpaka. Sawa, sio kutoka nje mara 10. Kwa mfano wataka kuposa, sawa, umemwona binti, basi itabidi uende kwao. Sijui umemwangalia, unajua mahali anapoishi. Maanake huwezi kuangalia mtu barabarani tayari ukatamani kumwoa. Ni uwe tayari unamjua, unajua mahali kwao. Na kama utamwona barabarani unatamani kumwoa, basi utafanya uchunguzi mpaka ujue mahali kwao. Elewa. Utakapofika kwao, basi utaenda mpaka kwa wazazi. Wazazi ndio utaongea na wao. Utakapoongea na wazazi, basi watakupea nafasi ya kuongea na yeye. Sawa? Ndio hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, undhur ilayha, muangalie. Hapo ndipo utakapomwangalia urembo wake, vitu unavyovitaka, uelewa? Si mambo unayowaza, vitu unavyovitaka na kadha wa kadha. Utakaporidhika na yeye, ya next itafuata. Utakaporidhika naye, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amesema, man ja'akum man tardhauna dinahu wa khuluquhu fazawajahu. Sawa, akiwajia anayeridhika na dini yake na tabia, basi muozesheni. Sawa, au muosheni. Sawa, mtu akija, hii ni hadithi ambayo Mtume alitoa kwa ajili ya wazazi. Mtu akija kwa binti yenu, ameridhika na dini yake, ameridhika na tabia yake, basi muozesheni. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo inabidi ulizingatie. Umempenda binti, narudia tena kwa vijana, wasichana na wavulana. Ewe msichana, ikiwa kijana amekupenda, amekwambia nimekupenda, mwambie njoo nyumbani, aje aongee na wazazi. Sawa? Akikwambia nyumbani ni wapi, mwelekeze nyumbani, mpatie namba ya babako. Sawa, atakuja mpaka nyumbani. Wewe kijana utakapoenda nyumbani, sawa, uwe kwanza yule binti umempenda, wataka kumuoa kwa sababu ya ndoa, wataka kujenga familia ya Kiislamu. Sawa, nia yako ni kumuepusha na zina, kumkinga na zina yule binti. Sawa, ukifika hapo utapewa ruhusa ya kumwangalia. Uelewa? Utakapomwangalia basi Allah subhanahu wa ta'ala atawaridhia, na wazazi watakaporidhika na wewe, wazazi watakapokubalia, baada ya hapo kuna ugeni bado hamjamaliza mpaka mfunge ndoa. Sawa? Umeridhiwa, umekubaliwa na wazazi, umeongea na wazazi, wamekubalia. Sawa, umeposa, watakuomba sijui kitu kidogo ama watakuridhia hivyo hivyo, ni sawa. Lakini bado wageni, hamjaruhusiwa kutembea kwa sababu nilienda kwao, nimejitambulisha kwao, kwa hivyo wamenijua. Huna ruhusa ya kuenda naye, uelewa? Ama huna ruhusa ya kuchati naye. Sawa, ama huna ruhusa ya kukaa naye kisiri, uelewa? Jambo ambalo utakalolifanya, sawa, baada ya kuwa mmeridhiwa, sawa, hakuna kushikana, hakuna kutembea peke yenu. Hii ndio inaharibu baraka nyingi. Sawa, umeruhusiwa, lakini waanza kumuita, njoo nyumbani, njoo ukanifulie nguo zangu, njoo ufanye nini, njoo. Hakuna vitu kama hivyo. Umempenda, umeposa, muache kwao. Sawa, wewe panga mambo yako na kufanya ndoa, au vipi? Alafu baada ya hapo mtakaporidhiana, pengine umejipanga mpaka mkafanya ndoa, hapo ndipo ndoa yenu itakuwa imekuwa halali na mtakuwa mmekubalika ndani ya Uislamu. Na vijana atakayefanya hivyo, basi atapata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala fi dunia wal akhirah. Sehemu nyingine ni mapenzi yasiyofaa. Sawa? Mapenzi yasiyofaa kwa Muislamu ni gani na gani? Hebu tuangalie baadhi ya vitu ambavyo ni mapenzi yasiyofaa kwa Muislamu. Unajua
Kupenda mtu bila nia ya ndoa ni vibaya sana, sawa. Kuzungumza usiku kucha, sawa. Kutoa ahadi za uongo, hii inaumiza nyoyo sana na inaua imani nyingi sana. Maana ukichati na mtu Facebook, sawa, muongea mmependana, sawa, mmetumiana picha, mmechange picha, au kama hakuna picha, vyovyote vile, sawa, mwajiita kwanza mmependana. Hayo mapenzi ya kuongea saa 2 mpaka saa 6 ama saa 2 mpaka salatul fajri ni vitu ambavyo havifai ndani ya Uislamu, na Muislamu hawezi ama ni haramu kwake kufanya vitu kama hivi. Hairuhusiwi ndani ya Uislamu. Uelewa, hiyo itakuwa inaumiza imani zenu, inaharibu imani zenu. Kijana atajitahidi kutoa ahadi ambazo hajui hata ndani ya ndoto hata hawezi akazitimiza. Nitafanya hivi, utafanya hivi wapi, una nini? Kama huna uwezo acha. Fanya sunna uowe. Kama hauna uwezo acha. Hebu tutaangalia huko chini Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume anatuambia nini kwa ajili ya watu ambao hawana uwezo. Katika jambo lingine ni mapenzi yasiyofaa ya Muislamu na kafiri. Hii mapenzi yasiyofaa ya kwanza ni kwa ajili ya Muislamu na Muislamu, lakini ni ya siri, sawa. Yaani wazazi hawajui. Wewe na binti mmependana, kweli nyinyi ni Waislamu, lakini wazazi wa binti hawajui, wazazi wa kijana pia hawajui. Haya ni mapenzi yasiyofaa ndani ya Uislamu. Na kama mko hivi, basi mko ndani ya haramu. Fanyeni bidii, nendeni mjitambulishe kwa wazazi ili mpate radhi za wazazi. Maana inna ridha Allahi fi ridha walidaini, hakika radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala ziko pamoja na radhi za wazazi wawili. Wa sakhatu Allahi fi sakhati walidaini, na hasira zake Allah Subhanahu wa Ta'ala zi pamoja na hasira za wazazi wawili. Kwa hivyo mkifanya hivyo, kama mna radhi za wazazi, sawa, Allah hajui nyinyi mnafanya hivyo, wazazi pia hawajui, hapo mnapata laana zake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mapenzi yasiyofaa nyingine ni mapenzi ya Muislamu na ya kafiri. Ni haramu kabisa. Ni haramu kabisa. Na wewe binti, kama upo lakini upo na maongezi ama upo na mapenzi na kafiri, uwe hata umpenda kwa kiasi gani, anakupea hela, anafanya nini, haifai na ni haramu kwako kabisa. Maana Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wala tankihul mushrikati hatta yu'minunna, wala msiwaowe wanawake washirikina mpaka waamini. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndo akasema, si maneno ya mtu mwingine. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye amesema, wala si mtu mwingine. Allah kusema hivi, hakusema hivi tu kwa ajili ya wanawake peke yake, sawa, mpaka alisema kwa wanaume pia wasiowe wanawake pia wasiolewe na wanaume washirikina mpaka waamini. Isipokuwa kwa mwanaume, sawa, anaruhusiwa kwa mwanamke wa kitabu tu, waliopewa kitabu tu, lakini wanavyoni wanasema ni makruhu, inachukiza sana kwa sababu ya malezi ya watoto. Malezi ya watoto, ikiwa mzazi mmoja atakuwa na itikadi mbovu, watoto wako watapata shida. Kwa hivyo ni jambo la kuchukiza. Limeruhusiwa kwa wanaume, si mwanamke aolewe na mnielewe vizuri. Mwanamke hairuhusiwi, ni haramu kuolewa na kafiri, sawa, hairuhusiwi kabisa, ni haramu. Lakini mwanaume inaruhusiwa, lakini ni makruhu kumwoa mwanamke wa kitabu, sawa, inaruhusiwa lakini ni makruhu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya malezi ya watoto. Maana mwanamke ndiyo yuwabaki ama ndiye mlezi wa familia. Ikiwa wewe baba utazaa watoto wako, lakini malezi yake yote
malezi yao yote ni ya ukafiri, ni ya kanisani, ni ya nini, utakuwa umefanya kazi bure na utapata hasara mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala siku ya Kiyama. Sawa. Mapenzi ya tatu mapenzi ya tatu ambayo hayaruhusiwi kabisa ni kumfuata mtu asiyekutaka. Sawa. Kumtumia ujumbe za nguvu, yani kumkadhanisha kabisa, hiyo ni dhulma. Hiyo ni aina ya mapenzi ambayo haifai. Usimlazimishe mtu katika mapenzi. Mapenzi vyovyote wanajua, kila mtu anajua kwamba mapenzi hayalazimishi. Sawa. Na hili jambo la watu wanalia sana, wapenzi wanalia sana, watu wanaopendana wanalia sana, kusalitiana, kwa Kifaransa wanaita infidelite, wengine mpaka wanaweza wakajinyonga, kulia, mapenzi hayana maana nini na nini, ni kwa sababu wanapenda ya uharamu. Sawa. Wanapenda pasina kuhusisha wazazi, wanapenda pasina ya dini kujua, wanapenda kivyao vyao. Ndio maana mapenzi yanawauma, wamelaaniwa, hawawezi wakapata raha kwenye mapenzi yao. Waelewa? Waangalie watu ambao wanapendana. Sawa. Ukiingia kwenye ulimwengu, nyimbo zimetoka nyingi kuhusu mapenzi, misemo imetoka nyingi kuhusu mapenzi. Watu wamelia sana kuhusu mapenzi kwa sababu wanapenda uharamu. Lakini toka nipo wallahi sijawahi sikia mtu ambaye alifanya sunna, sawa, akafanya sunna, akaenda kwa wazazi, sawa, akataka kuoa, eti amesalitiwa, eti amepata infidelity. Haijawahi kuwa. Sawa. Ni mambo ambayo tunajiletea wenyewe. Kama unataka kupata raha ndani ya kitu, hebu jaribu kufata mwongozo ambao Allah subhanahu wa ta'ala kakuongoza, angalia utamu wake itakuwaje. Sawa. Haya, katika jambo lingine ni mapenzi ya jinsia moja. Mapenzi ya jinsia moja kwa Kiswahili wanaita ushoga, yaani mwanaume na mwanaume kuingiliana au mwanamke na mwanamke kuingiliana. Hii ni jambo ambalo haliruhusiwi ndani ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala amesema ndani ya Qur'ani, anasema, je, hakika nyinyi mnafikia wanaume kwa shahwa badala ya wanawake? Ni haramu kabisa, ni jambo ambalo halifanyi. Kwa hiyo Muislamu hana usia. Sawa. Muislamu mwanaume na mwanaume hawawezi kufanya mapenzi ama hawawezi kuoana, jambo la haramu. Ikiwa ni vitu tuwaona kwa makafiri wanavifanya, Muislamu usitake kuiga, si tufuata Qur'ani na Sunna. Sawa. Usitake kuwaiga makafiri. Hilo ni jambo ambalo haliruhusiwi ndani ya dini ya Uislamu. Sawa. Ni kitu ambayo inaitwa ushoga kwa Kiswahili, kwa Kifaransa inaitwa sijui pede, sijui nini, hivyo. Lakini najua mmeelewa. Watu yani wa jinsia moja, mwanaume kwa mwanaume, vitu kama hivyo, mwanamke na mwanamke, ni vitu ambavyo haviruhusiwi, ni haramu kabisa. Hapo nimegusia aina 4 za mapenzi ambazo hazifai ndani ya Uislamu. Sawa. La kwanza nimezungumza kwamba ni kuzungumza bila nia, sawa, ya kuoana. Yaani nyinyi Waislamu kweli mmependana, ni Waislamu, lakini hamna wazo la kuoana. Mko yani mwaishi tu. Sawa. Mwaishi tu. Mweza maliza hata miaka 5 mwaongea tu eti ni yani fiancé gani ya miaka 5? Hakuna kitu kama hiyo. Sawa. Ni haramu. Msijaribu kufanya hivyo, manake hiyo ni haramu kwa sababu wazazi hawajui na hamjafanya chini ya sheria za Uislamu. Ya pili ni mapenzi ya Muislamu na kafiri, pia ni haramu, haifai, manake Allah subhanahu wa ta'ala amekataza ndani ya Qur'ani. Ya tatu ni mapenzi ya kumfuata mtu asiyekutaka, hakulazimisha. Mtu akikukataa achana naye, mapenzi hayalazimishwi. Sawa. Allah subhanahu wa ta'ala amesema, la tukhalif nafs,
usikalifishe nafsi, sawa. Kwa hivyo huwezi mlazimisha mtu kwa kitu ambacho hakitaki. Hiyo ndo mapenzi ya tatu. Ya nne ni mapenzi ya jinsia moja. Mapenzi ya jinsia moja ni kama vile mwanaume na mwanaume kuingiliana, au mwanamke na mwanamke kuingiliana. Hayo ndo mapenzi ya jinsia moja, haifai ndani ya Uislamu na ni haramu. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, tukimalizia suluhisho hapa kwa wale ambao hawana uwezo wa kuoa, sawa. Kwa wale ambao huna uwezo kabisa wa kuoa ama wa kufuata hizi sheria ambazo nimezisema zote, umeona kabisa huna uwezo na hutaweza kuoa, sawa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema hii ndio dawa kabisa, na inabidi ni lazima uifuate. Kama utenda kinyume na hii, basi utakuwa upo ndani ya haramu. Hebu sikiliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema nini? Anasema ya ma'ashara ash-shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, sawa, falyatazawwaj, sawa. Anasema kwamba enyi vijana, anayeweza katika nyinyi gharama ya ndoa basi na aowe. Waelewa? Fa innahu a'adhu lilbasari wa ahsanu lilfarji, sawa. Fa innahu a'adhu lilbasari wa ahsanu lilfarji, hakika kwa sababu hiyo inainamisha macho na kulinda tupu. Kuinamisha macho ni nini? Kwa sababu hiyo inakupea heshima, sawa, inakupea heshima na inalinda tupu. Anaendelea na kusema kwamba faman lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijaa, na kwa yule ambaye hana uwezo na asiyeweza basi na afunge, kwa sababu funga ni kinga kwake. Sijui mwanielewa. Ngoja nirudie kwa Kiswahili. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema enyi vijana, anayeweza katika nyinyi gharama ya ndoa, sawa, basi ni aowe. Yani anayeweza haya masharti yote ambayo nimeeleza, basi ni aowe, kwa sababu hiyo inainamisha macho. Yani hiyo ndoa itakupea heshima na kulinda tupu yako, uelewa. Na kwa watu kama sisi ambao hawana uwezo, basi ni wafunge, sawa. Kama huna uwezo, umeona, siwezi gharama, sina uwezo wa kwenda kwa kina binti nijitambulishe, na nikienda huko watasema maanake umekuja hapa na mpango, tukupe wiki ngapi wataka kuoa? Utasema wiki moja ama wiki mbili ili uje kuoa. Kama una uwezo basi utafanya, na kama huna uwezo basi utafata asiyekuwa na uwezo, basi ni afungi, kwa sababu kufunga ni kinga. Hii hadithi imepokelewa na Bukhari na Muslim, sawa. Kama una uwezo ndugu yangu, oa haraka, usichelewe. Oa haraka, utapata thawabu zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama huna uwezo, alhabibi, usijisumbue sana na mapenzi, sawa. Kama huna uwezo, achana na mapenzi. Mapenzi yatakuumiza bure, sawa, yatakuumiza moyo. Manake umempenda mtu, atakuomba pesa huna, utazitoa wapi? Atakukataa, unaumia. Tena ukampenda mwingine. Ndio maana unaona mtu amependa kweli ya harama, hana uwezo wa kupenda, sawa, lakini amejilazimisha kupenda. Asa kila mara akipendwa yakataliwa, sawa. Akikataliwa kwa nini? Hana pesa, sawa. Akianza kuhesabu atakupatia wanawake kama 200, amewapenda wote na wamemwacha. Ana maeksi wengi sana wamemwacha. Kwa nini? Anapenda kiharamu. Mtume amemwambia funga, wewe huna uwezo, wewe unajilazimisha nini? Na umepewa dawa. Funga Alhamis. Kuna sunna ya kufunga Alhamis, sawa, na Jumatatu na siku nyeupe, siku tatu kwa mwezi. Kuna kuna tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15 kila mwezi.
Hivyo ni vitu ambavyo vitakulinda sana na vitakuzuia na mambo ambayo ni na mapenzi, vitakupeleka mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Zaidi ya hapo ndugu yangu, jishughulishe sana na kazi, michezo, sawa, kujifunza Qur'ani, kuepuka na marafiki ambao wana mapenzi, sawa. Usiwe yani, ukiona rafiki yako ana uwezo wa kuoa, sawa, achana naye. Yeye tayari ana uwezo, wewe huna uwezo. Fata mambo yako, sawa. Nenda markaz usome, soma Qur'ani, jihusishe na mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu baada ya hapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema unajua kwamba mapenzi, kwanza nikwambie ndugu yangu Muislamu, mapenzi halali ni nzuri sana na ni nusu ya imani. Maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mja anapooa, sawa, amekamilisha nusu ya dini. Mmoja wenu atakapooa atakuwa amekamilisha nusu ya dini. Kwa hivyo usia wangu ndugu zangu Waislamu, kama una uwezo wa kuoa, oa, na kama huna uwezo wa kuoa, acha. Allahumma salli wa sallim alayhi. Na kama huna uwezo wa kuoa, acha. Fata sheria za Kiislamu ili upate radhi za Kiislamu. Haya ni madogo kwangu. Ikiwa vijana wote wa Kiislamu watashika haya, watashika sheria za mapenzi za Kiislamu, wallahi dini ya Kiislamu itapata nusra. Vijana wengi wanashinda kuenda jihadi, wanapigania mapenzi. Subhanallah. Allah tunusuru wallahi. Wanapigania mapenzi, utakuta vijana 3 4 wanapigana kabisa. Ni wa Kiislamu, wanatoana damu. Ukiwauliza mwapigania nini? Huyu alinichukulia demu wangu. Huyu alinichukulia. Subhanallah. Mambo gani haya? Mambo ambayo hayaruhusiwi ndani ya dini. Kwa hivyo tumejisahau ndugu zangu. Tumejisahau. Tumepeleka vitu ambavyo havina maana kipawa mbele. Tuelewana? Kanuni, mpende, sawa? Utakapompenda, nenda kwao, fanya kila kitu ambacho nimekueleza, fanya sunna, oa. Huwezi kuoa, funga na usubiri. Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea nusra. Hapana njia ya tatu. Nakupea njia 2. Penda, oa. Sawa? Ya pili, huwezi kuoa, funga na usubiri. Sawa? Ya tatu, usifanye. Ukifanya hiyo ya tatu ambayo waifikiria wewe, utakuwa umeingia kwenye la taqrabu zina, na ukiingia hapo utakuwa umepata madhambi makubwa na utakuwa unajitoa katika rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, siku ya leo nimemalizia hapo. Atakayekuwa na swali atauliza, na atakayekuwa na marekebisho atarekebisha, maana mimi ni mwanadamu na sijakamilika, na mimi pia ni mwanafunzi. Jinsi nilivyowaambia, mimi ni mwanafunzi, bado ninasoma. Pengine aya zingine zinaweza kuponyoka, hadithi zingine zinaweza kuponyoka, ila ni kusaidiana ndani ya dini, kuelimishana ili tupate kufikisha dini yake Allah subhanahu wa ta'ala mahali pazuri. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nashukuru na naomba Allah subhanahu wa ta'ala awajalie min alladhina istami'una alqawla wattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabad dunya wa qina adhabil qabr. Allahumma ajirna minan nari salimin وادخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعلنا من السعداء مقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء مطرودين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا رحمن، فاعف عنا يا رحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.